pale baada ya saa 5 msikilizaji. Ndani ya awamu ya ngapi? Ya pili pale. Ndani ya teka msikilizaji. Kuna bonge la story. Bonge la story ambayo limeweza kutokea pale. Jamaa wa miaka 25. 25. Huyu jamaa 25. Unaweza itoa kidogo sema 25. 25. Huyu jamaa amependana, amejipata kabisa pale amependana na mwanamke mwenye umri wa miaka 50 na ngapi? Na 5, yani 55. 55 years old. 55 years old. Wani wameachana na miaka kama 30, yeah. Miaka 30. Hey. Jamaa kuna umri wa miaka 25, amependana na mwanamke mwenye umri wa miaka 55. 55. 30 years difference. Just imagine. Anaweza mzaa. Yes. Amle. Alafu sasa funny thing ni kwamba pale ambapo wanaishi na mtoto wa yule mama, ambaye ako na umri wa miaka mingapi? 36. Na ni kijana. Just imagine. Umri wa miaka 36. Yani amemzidi pia yule, tuseme ndo mwenye nyumba bwana. Amemzidi mzee wa nyumba. Sababu mzee wa nyumba ana 25. Alafu sasa huyu jamaa wa miaka 25, kwa sababu amemuoa yule mwanamke, anasema kwamba yule mtoto hampi nini? Hampatie heshima. Hampatie heshima zake kama baba. Yaani katika ulimwengu wa mapenzi na mahusiano jamani, mnatuonyesha mambo. Mnatushtua. Tunapigwa na butua huko nje. Sasa huyu jamaa wa miaka 25 kwa sababu amemuoa mama wa yule jamaa ambaye ana feel kuwa ako na ile right. Ya kuheshimiwa kama baba mwenye nyumba. Yes. Na mwenye anafaa kumheshimu ako na miaka zaidi 36 na yeye ako 25. Alafu kitu inashangaza zaidi ni kwamba huyu jamaa anasema kwamba kila wakati anajaribu kumweleza huyu jamaa, anampatia ushauri kuhusu maisha. Watu wangu. Yaani akiwa anajaribu kumpatia yule mkaka eti ushauri kuhusu maisha, yule mkaka hata hampi heshima. Hata hasikizi pale. Jamaa sasa anauliza. Ako zile za sobe ananiambia. Ananiambia nini? Sobe alizaliwa hata alinipata ushauri gani? Alipata ushauri gani? Mimi ndo nafaa kumshauri kwanza. Yule jamaa wa umri wa miaka 25 anauliza jamani. Anaomba haki. Anaomba usaidizi. Anauliza jamani, nifanye nini? What should I do? Nifanyeje ndo niheshimiwe? Kama mzee mwenye nyumba. Kama baba mtoto. Yaani just imagine msikilizaji, kijana kwa umri wa miaka 25 ameoa mwanamke wa umri wa miaka 55 na yule mwanamke anaishi na mtoto wake pale mwenye umri wa miaka ngapi? 36. Anataka kuheshimiwa. Jamaa hapewi heshima. Anataka eti aheshimiwe pale. Na akipeana ushauri uchukuliwe. Kuhusu maisha. Hata kati ya wewe ambao unapeana ushauri na yule ambao unampa ushauri, nani ambaye anafaa kushauri mwingine? Hata anaomba usaidizi jamani, ajue afanyeje. Amesema jamani pale, what should I do? Wanakididi watusaidie jamani, hata sisi tumeshindwa. Tamshauri vipi ndugu yetu? Na ndo baba mwenye nyumba. Tukubali tukatae. Ni baba mwenye nyumba. Yeye ndo stepfather pale. Yeye ndo baba mwenye nyumba. Na anataka kusikizwa kama mwenye nyumba pale, kama the head of the family. Yes. Jamani. Wana shamra. Wana kididi wote jamani. Tunafanyaje kujua story? 0714 193774 0714 193774. Hiyo ni nambari ya SMS. Nambari ya kupiga simu ni 0798131924 0798131924 jamani. Hello Kiridi.
Kaka. Basi hapa. Yes ndugu yangu, karibu sana mjengoni. Sasa kabisa nimefika hapo. Aha, jamaa afanye nini? Bwana hapo jamaa. Huyu jamaa unajua sasa huyo mke wake huyo. Huyo mke wake anasikia huyo mke wake inakuwa hamheshimu huyo jamaa. Ndio maana huyo mtoto hamheshimu huyo jamaa. Mke anaweza kuwa mheshimu jamaa. Ndio maana huyo mtoto. Kwa sababu huyo mtoto alikuwa anafungwa na mama yake kwa mheshimu baba yako. Bwana. Kwa hiyo huyo mtoto alikuwa anafungwa na mama yake, huyo baba yako mheshimu kama baba yako. Kama vile na baba, na mimi pia mheshimu huyo baba yako. Na pia naweza kumheshimu hivi. Kwa kaka nikuulize swali. Ndio. Ikawa yani yule jamaa ambaye anaitwa mtoto ako na umri wa miaka 36. Huyu jamaa mwingine ambaye ameoa mama pale yako na umri wa miaka 25. Sasa wewe unahisi kwamba hata akiambiwa mheshimu atamheshimu? Otifa ashaambiwa mheshimu huyo ndo babako. Hapo ninaona kumheshimu, lakini pia tuwalisia